Kwa hivyo au basta inawezekanaje uitwe jina ya marehemu usikue marehemu ambaye anatembea? Let's stop. Hapo naitwa nani? Maya ni nani? Sawa, tuko na mama yako hapa, lazima tudili na hiyo kesi. Maya ni nani? Maya. Wana mkavuga mumeke moyo bwetene ndio. Zwa moya. Kama Maya wangu kuwa mrefu, wewe kunywa pombe bwana. Kama Maya wangu kuwa mwizi, wewe iba tu. Sasa itakuwa aje? Maana Yesu asifiwe. Amen. Engira nera bagusiba ukwana najaribu kutafuta. Ati ile taribu atekereje. Mnasema hivi. Ekera na murwangeri tiri omwana akakira. Yaani wakati nilimzaa akalia tukamuita jina akalia. Tukamuita yakalia. Wakati tulimuita hii akanyamaza. Watu wa Mungu oye. So hivyo ndio mnataka muishi. Uliza kwa Kiswahili, kuna watu hawaelewi Kikisi. Uliza. Sasa kama nini? Huyu nyanyangu aliyefariki zamani. Wakati alifariki ilichukua karibu miezi hivi akaanza kunijia kwa ndoto. Kila siku zizae huyo mtoto pasa kunitejia. Na nikamwita huyo msichana wangu ambaye anaitwa. So, do you believe in the death is visiting the living? Ndio maana watu wanaendaka kufanya makumbusho na mko hapa, mnaenda mnafanya makumbusho na mnapika nyama, mnakula kwa makumbusho na unakuja hapo nasema na umeokoka. No. Je, kuna uhusiano kati ya watu waliokufa na walio hai? Kuna uhusiano? Kwa nini uende kuamsha mtu aliyekufa? Uenda kufanya makumbusho, unamkumbusha umleta hai. Nauliza unamkumbuka umleta hai. Nauliza hivi, kwa nini ufanye makumbusho mtu aliyekufa umleta hai? Ndimo tari kuchira rogora mkora makumbusho asakawa. Kwa nini amwenda huko juu kwa sakawa mfanye makumbusho? Sometimes watu wanakuja kumwabudu. Wanakuja? Atuende pole mark the statement yenye unasukumu kumwabudu. Kuna watu wanakuja huko wanasema tunaenda kumwonyora sakawa nero kwa press one baswaya kama mmoja. Tuulizane tu swali. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa kaburi ya mtu na mwambie nikumbuke. Mbona usiende kwa kaburi ya mama yako? Lakini Neverland, wacha ni chipo hiyo sakawa. Hiyo sakawa hawandi huko kuchinja na kukura. Wanaenda kuchukua blessing. Wanasimama hapo wanasema ati kuna mti hapo, sijui inakaa ni kara, kuna kamti hapo. Nishaenda hapo. Haitani kara inakuwa hivyo. Hapo kamti hapo. Kuna venye wanaongeleza hiyo mti. Sasa mtu anaenda kuchua. Hiyo mti inawafanyianga nini? Wote waona ushirika. Hebu tuongeleshane watu wa Mungu. Biblia inasema usijitengenezee sanamu yoyote kama Mungu duniani. Si ni kweli? Na ndio maana hata watu wengine tunapigananga na Wakatoliki. Si ni kweli? Na mimi nasema kweli, kama wako mahali wasinipige. Lakini ni ukweli. Si nilienda hapo nikatembea. Mimi kitu nilienda nilishangaa. Mshangao 1. Nikafika hiyo mti karibu. It's a story for another day. Sawa? Lakini mimi nilikaa hapo kwa hiyo mawe nikishangaa kitu ilifanyika. Sawa? Ngoja kidogo. Nikashangaa kitu ilifanyika.
Na mimi nikaomba Mungu niingie kwa ulimwengu wa kiroho nielewe ni nini nifanyike. Kwa hivyo nilienda na Mungu wangu ama nilienda na huyo Mungu wako hapo? Haya, mimi sikuenda kwa, nilienda hapo nichunguze nielewe ni nini nifanyike. Ndio maana nikishuka nikauliza watu, si baba tukiwa na Wilfred tuko na baraka hapa juu, si mungeenda tu sema sisi hata tuonani kuna kitu hapo juu. Hata ni kama alituralia vibaya akatoragerio mjio. Wewe wako hapo tu maskini. Sasa pastor, mimi swali langu uliza. Nauliza tukiendelea. Unaona sisi ukiona huko kwetu hiyo kimila kitambo pato inaendelea kwa sababu kuna kanisa inaitwa Misambwa. Ndio wanapika kwa mtu peke yake waimbangi. Sasa mbona hiyo majina wasiite mtu mwenye ako hai, waite mtu mwenye amekufa? Majina gani? Yaani majina yenye wanatupea, mbona tusipewe majina mtu mwenye angali hai, tunapewa majina yenye mtu amekufa? Si ndio hata mimi nashanga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashanga. Because wewe unaitwa marehemu ukiwa unataka. Mimi by the way vile niko hivi saa hii nashukuru Mungu watoto wamezaliwa wanne wanaitwa jina yangu Danvas Kaunda. Yaani mtu anaona vile pasta na vile anasema wacha mtoto nimezaa ndamuita Danvas. So we together. Ni kwa nini? Niko hai. Ngwetu. Haya. Hata sijui kama ushaiwatch Ezekiel wa Mombasa. Siku na wamama wanazaa mtoto anaita Ezekiel. Akiwa wewe mwana unazaa mtoto unamuita Sokoro. Nauliza swali, tuambiane ukweli watu wa Mungu. Je, ukizaa mtoto umuite huyo mtu aliyekufa? What do you mean? Kwa sababu naona niliona nyumbani babangu mwenyewe. Kwanza Virindo ni wewe, jina ya pili unaitwa nani? Naitwa Sabaya. Sabaya ni nani? Sabaya ni babu mwenyewe. Sema marehemu. Sema marehemu. Tu niliangalia jina babangu aliita mtoto. Na wacha nikuambie kuhusu Sabaya, ulimuelewa? Nikuambie kuhusu Sabaya kidogo. One of the things Sabaya alikuwa anaamini katika miungu. Na wakati unapomwangalia Sabaya kwa undani, kuna ibada fulani walikuwa wanazifanya. Ambapo unapata kuna damu na anga ya kipombe ilikuwa inamwaga wakati fulani kusababisha kukubaliana na miungu. Na hata baada ya hiyo Sabaya kukufa, akazaa ambaye alikuwa anaitwa huyo ambaye akakuja kuzaa baba yako. Sasa tuseme mwendo ikafuata. Na ukaona kuna anga zingine mnang'ang'ana nazo kama familia kwa sababu ya Sabaya. Maana zile miungu kuna venye alikuwa anazitoshelesha na ikafika nyinyi mliozaliwa mko mnaelewa msitosheleshe. Kwa hivyo inamaanisha hiyo miungu lazima inuke, ifunge ndoa zenu, lazima inuke, iachilie umaskini, lazima inuke, unaelewa chenye kinaendelea kwenu, lazima unaelewa. Na sasa wakati unaposema unaitwa Sabaya, inamaanisha Sabaya hakufa tena, lakini anafanya nini? Anaishi. Ikiwa alikuwa anaabudu miungu, hiyo jina Sabaya ikitamkwa, miungu inakumbuka mtu wetu wako area. Mtu wetu wako area. Sasa je, swali langu tena nauliza tu pasa, je, utafanya aje? Je, utafanya aje? Je, utafanya aje? Ni kutakasa jina lako. Lifanyie jina lako ibada. Umwambie Mungu, jina langu hili sijui niliitwa nani na nani, ninalifanyia ibada hili jina. Ninaenda kwenye madhabahu nikiomba Mungu hili jina nimeitwa. Ikiwa huyu mtu alikuwa na maroho ambazo hazikuelewana na huyu, ninajitenganisha naye. That is the only way. Lakini ikiwa hujaifanyia jina lako ibada, umebeba hizo maroho za huyo mtu zote. Na let me tell you, mtu wa Mungu, zitakusumbua. Zitakusumbua. No. Narudi hapo ndio nataka kukanyaga sasa. Nataka kusindilia hapo. Wacha nikanyaga alafu niulize swali. Sawa. Wacha nirudi kwa makumbusho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Wakati watu wanaenda makumbusho, si ni kweli? Uhai wa mtu uko ndani ya nini? Sema damu. Hapa lazima nikufungua kitu. Wao moyo huo mtonga hivyo. Asama nyinga iko kwa damu, si ni kweli? Sasa kama mtu amekufa, si ndio? Akazikwa na akasaulika. Kuna watu wanaendaga makumbusho wanakula sukuma wanarudi.
Simu ni organization nyinyi nauliza. Wanafanya nini? Hiyo nyama inafanya nini? Inachinjwa na damu inamwagwa, inamaanisha damu ya mnyama iamusha damu ya mtu aliyekufa. Najua uwezi elewa hapo. Maana damu inaita damu. Ama nyinga akorangilia manyingane. Na ikiwa hiyo damu iliyokufa, huyo mtu aliyekufa alikufa na damu, na jina lake aliitwa na uhai wake, na uhai wake ilikuwa ni damu. Na kwa hivyo wakati wameenda wakachinja damu, wakamwaga wapi? Sema kwa mchanga. Wakamwaga wapi? Na huo mchanga ulizikwa nani? Na kwa hivyo wanamwaga damu kwa niaba ya nani? Wanaita jina ya nani? Na mtu ambaye ako na akili timamu anaenda anachukua hiyo nyama anakula. Inawezekanaje uniambie wewe na huyo mtu alikufa amuiko kitu kimoja? Wanaweza asifiwe. Ikiwa huyo mtu alikuwa mchawi, umeshiriki uchawi wake. Ikiwa huyo mtu alikuwa mganga, wewe ni mganga kama yeye. Ikiwa roho ya ndoa ilikataa juu yake, itakataa kwako. Ikiwa alikuwa na roho ya kuchukiwa, whether you like it or not, kuna vitu lazima zianze kuonekana kwa maisha yako. Maana uliruhusu hiyo roho ya huyo mtu ikaingia ndani yako baada ya wewe kushiriki nyama zile. Maana huyu mtu alikuwa na nyama na alikuwa na damu. Umeenda kwa kaburi lake mkakumbuka, mkakula nyama na mkamwaga damu. Niambie ni vipi umejitoa? Hii ni akindi gani mtu? Ndio kwanza tu. Jana nesi mia hata kwa. Mimi ndio kwa na vile vile. Mimi haki nasikia kulia. Acha nikwambie. Wangapi mko hapo ushaenda makumbusho ukakula kula? Ngoja, umeenda ngapi? Kwa hivyo ni roho ngapi umebeba ndani yako? Mara kuna hata wengine wanaendaga makumbusho hata watu wako wanawajua. Kuna tu mara kukule ndio. Mungu alikusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Can we talk people of God? Na unajua whatever I'm speaking to you, unaweza chukulia ni msaa. But I'm very serious about what I am teaching you today. Maana hii kitu usipoielewa vizuri, mtu wa Mungu, itafunga maisha yako na utabaki umelaaniwa mbarikiwa. Unaelewa chenye nasema? Umebarikiwa lakini mlaaniwa. Vitu zingine utangangana nazo kwa sababu ya nini? Ya the covenants zenye ulifanya. One of the things nataka uelewe, kitu kibaya kinaitwa covenant. How does a covenant come? Covenant ni maagano. Maaga tuko iwana tutafanya kitu fulani, covenant. Are we together? Na kuna watu ambao wananisikia, mtu wa Mungu, umefanya covenants mingi sana bila kuelewa vile utakavyozifunja. Because mtu wa Mungu huwezi endelea ukiwa na covenants mingi kwa maisha yako, huwezi endelea. Bwana Yesu asifiwe. Covenants. Kitu ambacho kina sustain covenant number 1 ni damu. Manyinga. Damu ndio ina sustain covenant. Na ukiona hiyo covenant imemwagiwa damu, mtu amekufa, umeenda umemwaga damu, umeinua covenant katikati yako na huyo mtu. That's why our God and our Father alisema wacha nitoe mwanangu wa pekee amwage damu yake for the covenant to redeem human beings. Na hiyo tukaboli kwa senye jama nyinga Kristo Yesu alipele kwa sasa asomo saraba. Ndio anaanza sana. Na kama Yesu alikuja akamwaga damu yake ndio tukombolewe, inamaanisha tulikuwa tukombolewe kutoka kwa hizo damu zingine zilikuwa zinamwagwa in the Old Testament. Na kuna watu wa Mungu wananisikia saa hii, utaenda kwa pastor mwingine akwambie nitataka ulete mbuzi tuchinje ndio tukuombea ufunguliwe. Uongo, wewe umeingishwa kwa uganga. Narudia hivi, nasema kuna mapastors wengine leo hii unanisikia, anakwambia enda ulete kuku tuchinje, tumwage damu tukuombea. Manyinga kiabu yeta manyinga Kristo Yesu. Ndio maana sawa. Ndio. Nipaisi. Nina reasons kama 100 za kukuitisha. Maana na wakanda ori kerunya sae eke. Bwana Yesu asifiwe watu. Hebu tuongeleshane. Mnaelewa chenye nasema? Kuna mtu anaelewa chenye nasema? Haleluya.
Wewe umeenda makumbusho, umekula, ndio umekula, umeshiba, sijakataa, lakini kwa mwili wako umebeba maagano ambayo hujawahi chukua muda uyavunje hata siku moja. So utaona ikiwa maagano yako kwa mwili wako zaidi ya maagano 5, ukizaa mtoto unamzaa ndani ya hiyo maagano, na yeye akizaliwa anaanza kujijengea maagano mengine. Kwa sababu like mwana gesini ni kwa kila makumbusho kwa kia gatira na maagano. Nipe siku, nipe mtoto, unadunga mtoto maagano mengine ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kirindo. Usikia baba kitu sana. Leo hii tunapikia vitu zenye sisi wenyewe tumefungulia zikuja. Imagine hata kama mtoto kadogo abande na jokora na na maina abachandete. Abande bako sabu gakia. Asenge njo. Yaani wamewekwa kwa vitu zenye hawezi jitoa. Nani tudogo. Sasa kimutu kama hiyo kikibereka makumbusho, sikitakula nyama tu na supu. Ulimpeleka makumbusho? Hebu niwaulize yes, kwa nini? Hebu walete na soda, mbona wawaleta hii nyama na soda, wanawaletea nyama pekee yake. Na. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Why? Kama hauwezi elewa, many people have been initiated in things they don't know. Umeingishwa mahali penye ujui na ujui vile utaweza kujitoa. Sisema Mungu anisaidie kwa jina la Yesu. Hallelujah. Sasa istoshe, huyu mtu amefanyiwa makumbusho na umeitwa sasa jina yake. Umeizaa mtoto, umeita jina yake. Yesu asifiwe. Sasa tutasaidiana namna gani watu wa Mungu? Bibi na uliitwa nani? Bibi na mwanale mwanale ngoni. Anti ya baba, hata yeye mwenyewe unaona ajui. Anti ya baba yako. Ha? Unaonaje ni aje uwezi kuwa anti kwa baba yako? Haina anti Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na watu tu watakuona wanasema huyu ni anti. Huyu ni anti. Hata vitu zingine zitakataa. Hata bwana anakuja kukuoa atasema huyu ni anti. Yaani ni anti. Because ule mtu alikuita hiyo jina, alisimama wapi? Ngai yate nene. Kwani ni hizo ukorogete eliete ilibona halali, alikuwa amesimama at the pointing abona halali na anti. Kwa hivyo wewe baba yako alikuita jina anti. Mondo ne wenjo okora ni anti. Anti. Ana anti tigana na. Anti yako musiki. Bwana Yesu asifiwe tena. Naona watoto kwa nyumba mzima, hakuna mtoto akona network. Network zao zimepotea, hakuna kazi, masomo inakataa. Sasa kwa mwanamke ni Mungu anakete ambalo lilikuwa linaingia kwa class. Inaona mwalimu linaona network hakuna. Na vile lilikuwa ukaita huyo mtoto. So mtoto akifika kwa class anaona no network, anasema hata hiyo acha niachana na. Because ile maro ilimfuata ikasema usisome, usiwahi soma. Usisome. Unaweza fanya kazi gani? Mimi ninaona ukinipeleka nitengeneze pikipiki, hiyo nitasikia haraka. Ama unipeleke mjengo, naweza beba mawe
Kwanza mbundio, alafu mtu mwingine anatoka hapo na ujinga mwingine anasema, "Mwana asika asiama boka harare bwango." Bwango ako harakara. Ni maana ulimuita jina la mtu ambaye masomo ilikuwa inasema. Niguziwe mtu amelala karibu na muulize unasikia? Habana muibolite na mali yeta kimira. Mumewaita majina gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ingine hata ndio hii inatamkwa madam. Madam ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaandika barua, una address to sir or madam. It can be a mad person or somebody very okay. Bwana mwana are neutral. She can go either way. Na baka be bali mko sawa hivi. Because it's open. Bwana Yesu asifiwe. Naombea mtu mmoja Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hosea 4:6 inasema nini? Hosea 4:6 inasema nini? Hosea 4:6 inasema na watu wangu, Hosea 4:6. Na watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hallelujah. Kuna vile unaweza kaa noje njira nero rabe ayo ongo mundu kujikuangamia ndotema kokonya to konya because wewe ni wa kuangamia tu. Kuna mtu anasikia chenye nasema hivi Hosea 4:6 nasema hivi, kuna watu wananisikiliza, wewe unakuwa tu ni candidate wa kufanya nini? Mata mtanano muutere vitabu onge kale candidate yuko fail automatic. Mpaka sasa hiyo umemsomesha usiku mzima. Mpaka wazazi wengine wanasema akie chiba zitinda ngo imukini ngenda wa mindo yake ni ngora nane yangambe kikeka. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Sasa hebu tusipelekane kesi mbali because yako unaweza kosa. Hao watoto wako uliwaita nani? Mwingine ni huyo anasema alitembelewa. Alipotembelewa akaambiwa ita. Alipoita ni hivyo. Imagine vile network yako iko. Yake itakuwa hivyo. Because ili kutembelea na ikakuonganisha na ukatii na ukaita. Sasa network hivyo tu. Inamaanisha kizazi kinafanya nini? Cha mateso kinaendelea. Alice. Sasa huyu ulimuita nani? Huyu mtoto ulimuita nani? Yaani unaitwa nani? Danvas nani? Who is Danvas? Na mimi sio mimi, si ndio? Kuna Danvas mwingine. Asante. Kuna chiga kwenye na acha kutwara stress. Stress yenye nakuwa nani gani? Unajua wewe unaweza ongea tu kimchezo na mimi niko serious. Watoto wote wamezaliwa wa kiroho wangu wanakuaga badani yangu kuombe. Wale wote wameitwa majina yangu ni badani yangu kuombe. Sasa ukiniambia mimi ndio najua badani nitabeba kuombe. Sheba. Kwa mtu bodi mkia menya kwa. Kwa bodi. Hivi ndio vino ranya na rete na juvuka. Hapo. Okay. Sawa. Bwana Yesu. Mwanangu unaitwa nani? Jina yake kisi? Nyabendo.
Eliwana liliko. We. Nyabendo. Okay. Tusaidiane. Sawa. Nimesema, okay, kama wewe ni mtoto wangu wa kiroho na umenisikia, mimi ni baba yako wa kiroho. Usiwahi enda makumbusho kuanzia sasa hivi. Sawa? Si hapa tumekuja tusaidiane, nikufungue sasa tusonge na wokovu. Si ndio? Tuko na makumbusho moja hii dunia tunafanyaga. Unajua ni makumbusho gani? Hamjui makumbusho? Makumbusho ya Yesu. Na hatukulangi nyama kwa makumbusho ya Yesu. Tunakulaga mwili wa Kristo na damu ya Yesu. Si ni ukweli? Hiyo tu ndio makumbusho tunastahili tufanye. Kwa sababu alituambia tufanye hivi kwa kumkumbuka yeye kila wakati. Sawa? Hiyo nayo tukifanya, afadhali tufanye ifunje laana, ifunje ngome zote za ukoo, ifunje mapepo na majini. Hapo together. Kuliko ufanye ile ya shosho ukule nyama. Mbona makumbusho ya Yesu hatukulagi nyama ama Yesu hakuwa tajiri? Tunaweza nunua nyama tukule. Si ni nyinyi nauliza. Mbona makumbusho ya Yesu hatuwezi nunua nyama tukule? Hata kuna mtu wengine hapa hatusikii nasema hivyo, maana ya Yesu huwezi kumbuka kama ni makumbusho, lakini ya shosho yako nakumbuka kama ni makumbusho. Makumbusho era ndiyengo karamoni. Watu wanera ndiyemwa kwa ndengo runde 500 chemboli. Aina ngoko makumbusho. Na unajua kuna Wakristo ambao mnanisikia siku ya makumbusho ndio mnaendaga mnakunywa hata pombe tena mnarudi kanisani mnasema Yesu ni Bwana. Si Mungu atusaidie kuanzia saa hii. Nasema Yesu atusaidie kuanzia saa hii. Haleluya. Mtu unaenda makumbusho tumbo hii kuaga inakusumbua, lakini vile ulienda makumbusho unatoka hapo na shida. Unaanza kuona kuna kitu ambacho si kawaida kameanza kufanyika kwa tumbo inaanza kukusumbua, mara ni kifua, mara ni nini. Ile kitu iliua ule mtu. Inaanza kuamuka. Si akiamuka na roho zake na mapepo yake na magonjwa yake inaamuka. Kwenye ukuete nenda vile ulitoka kwa hiyo makumbusho tumbo inaanza kukusumbua. Unasema tangu niende ile makumbusho tumbo yangu ilianza kunisumbua sana. Ni kwa nini uliamsha hizo roho na ukazipanda ndani yako? Yes. Yes, yes. Mchungu wangu, very true. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna familia zenye unaweza enda upate kaburi hapa, upate ngine hapo. Unaambiwa ile kaburi ni ya nani, ile kaburi ni ya nani, ile kaburi ni ya nani. Sijakataa kaburi zinastahili ziwe, sijakataa. Lakini si vifo za mapema, utakufa kwa miaka yako ikifika. Unasikia tu ule alikufa akiwa na miaka 22. 22. Ule ni 27. Ule ni ishini. Yesu asifiwe. Bwana. Kuna kitu kimoja, acha niongee hili ninapomaliza. Ikiwa mzazi wako alikufa mapema ama bwana yako, haleluya, alikufa mapema, na unishike vizuri, uombe Mungu hiyo roho isishuke kwako. Because ikiwa mzazi wako alikufa na miaka 30 for example, ama 35, ama weka tu 40, ama bwana yako akakufa kabla hajafika miaka 30, anza kuomba Mungu akusaidie, because hiyo roho bado iko hai. Sasa kuja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio watarambu hata. Amen. Bwana asifiwe.